Mtazamo wa mtu kuhusu maisha, watu na matukio humwongoza katika namna anavyofikiri, kuhisi na kutenda. Mtazamo huo unaweza kuwa chanya au hasi. Mara nyingi hujidhihirisha kupitia maneno, tabia na maamuzi ya kila siku. Katika mahusiano ya kijamii, mtazamo hasi ni mojawapo ya changamoto kubwa sana zinazoharibu mshikamano, maelewano na amani kati ya watu. Mawazo hasi hujenga kuta za kihisia, kuchochea migogoro na kupunguza thamani ya uhusiano, hata pale ambapo upendo au nia njema bado ipo. Leo tutajadili kwa kina hoja 5 zinazoonesha namna mitazamo au mawazo hasi yanavyoweza kuharibu mahusiano baina ya watu wawili. Twende pamoja. Kwanza kabisa tutambue ya kwamba mtazamo hasi huzaa hali ya mashaka na kutokuaminiana. Mtu mwenye mtazamo hasi huwa na tabia ya kuona mabaya zaidi hata pale ambapo hakuna ushahidi wa kutosha. Katika mahusiano, hali hii husababisha mtu kutafsiri vibaya maneno, matendo au ukimya mwenzake. Badala ya kuamini nia njema, huanza kuishi kwa hofu na mashaka yasiyo na msingi. Na mashaka ya mara kwa mara huondoa amani ya moyo na huathiri sana uaminifu kati ya wahusika. Kadri mashaka yanapozidi, mawasiliano hupungua na uhusiano huanza kudhoofika. Kwa hiyo mtazamo hasi huua uaminifu hata kabla haujavunjwa moja kwa moja. Pili, mawazo hasi huathiri mawasiliano na kusababisha migogoro isiyo ya lazima. Mawazo hasi huathiri namna mtu anavyoongea na kusikiliza. Mtu mwenye mtazamo hasi huongea kwa lawama, hasira au dharau, na mara nyingi husikiliza kwa nia ya kujitetea badala ya kuelewa. Hali hii husababisha mazungumzo kugeuka mabishano, hata kwa mambo madogo madogo yasiyo na uzito. Aidha, mtu wa aina hii anaweza kujenga tabia ya kuona kila hoja ya mwenzake kama shambulio binafsi. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kuongezeka kwa migogoro, ukimya au maumivu, na kuvunjika kwa mawasiliano yenye afya. Kwa hiyo, mawazo hasi kwa muktadha huo yanaweza kufanya mawasiliano yawe chanzo cha migogoro badala ya suluhisho. Tatu, mawazo hasi hupunguza heshima na kuthaminiana. Mtu mwenye mawazo hasi huwa na tabia ya kubeza, kukosoa kupita kiasi na kupuuza mazuri yanayoweza kufanywa na wengine. Badala ya kuona juhudi na mchango wa mwingine, huona mapungufu yake. Hali hii humfanya mtu mwingine ajisikie kutothaminiwa na kudharauliwa. Kukosekana kwa kuthaminiana huondoa heshima na huathiri sana heshima binafsi ya mtu, na kadri heshima inapopungua ndivyo mahusiano yanavyogeuka kuwa chanzo cha maumivu badala ya faraja. Kwa hiyo mtazamo hasi unaweza kuondoa msingi muhimu wa heshima unaohitajika katika mahusiano yoyote yale. 4 ni kwamba mawazo hasi hujenga chuki na kuzuia msamaha. Mtazamo hasi humfanya mtu kushikilia maumivu ya zamani na kushindwa kusamehe. Kila kosa huonekana kubwa na kila makosa ya mwenzake hutumika kama ushahidi wa kuhalalisha chuki. Badala ya kujifunza kutokana na changamoto, mtu hujenga kumbukumbu za lawama na hasira, hali ambayo huzuia uponyaji wa kihisia na kuacha mahusiano yakiwa yamejaa mzigo wa kihisia. Chuki inapoendelea, upendo na ukaribu hupungua na mahusiano huishi kwa maumivu ya kimya kimya. Kwa hiyo mawazo hasi huweza kufunga milango ya msamaha na maridhiano. Last but not least,
Mtazamo hasi hupunguza mshikamano na motisha ya kuendeleza uhusiano. Mtu mwenye mtazamo hasi huona mahusiano kama mzigo badala ya fursa ya kukua na kujifunza. Huwa na tabia ya kukata tamaa haraka, kuona kila changamoto kama ishara ya kushindwa kwa uhusiano. Hali hii hupunguza motisha ya kujituma, kuvumilia au kurekebisha makosa. Na ikitokea mmoja kakosea, basi juhudi za kuendeleza uhusiano upande mwingine huanza kuchoka kihisia na kujiondoa taratibu. Hatimaye mshikamano hupotea na uhusiano kubaki bila nguvu ya kuendelea. Kwa hiyo mtazamo hasi huwa matumaini na dhamira ya kudumisha mahusiano. Mwisho wa siku tutambue kwamba mitazamo na mawazo hasi ni sumu inayoharibu mahusiano ya watu wawili au zaidi kwa njia ya taratibu, lakini yenye madhara makubwa sana. Inaweza kuathiri uaminifu, mawasiliano, heshima, msamaha na mshikamano, ambavyo vyote ni nguzo muhimu za mahusiano yenye afya. Na ili kujenga na kudumisha mahusiano imara, ni muhimu kwa kila mmoja kujitathmini na kurekebisha mtazamo wake kabla ya kulaumu wengine. Mtazamo chanya husaidia kukuza uelewa, subira na matumaini, mambo ambayo ni muhimu sana katika safari ya mahusiano ya kibinadamu. Kumbuka kwamba mahusiano bora huanza na mawazo yaliyo bora.